Picha yetu safi kabisa inaitwa Bad Boys, inaanzia kwenye ndege hapa. Tukutana na huyu bisho anaitwa Olumide. Huyu dogo ametoka kwenye familia ya senator. Anapenda mademu kinyama yani. Humwambii kitu kuhusiana na wanawake. Dogo ametokea kwenye familia ya kitajiri kinoma. Hivyo maisha yake yote ni kujivinjari tu na bebe. Wakati akiwa hapa akaja mhudumu akamwambia kuwa anapaswa keti na afunge mkanda maana wanaelekea kutua. Lakini mchizi hakujali kabisa yani. Akamchapa na pesa usoni mhudumu. Shangwe likaendelea mle ndani unaambiwa. Mchizi akiwa kwenye gari yuko na jamaa yake hapa. Huyu anaitwa EK. Ghafla gari katikisika kidogo. Shida ni nini? Tatizo dogo tu mkuu, wala usijali. Huyu mzee hapa ni baba yake Olumide. Ni mmoja wa viongozi wakubwa sana hapa nchini Nigeria. Ni senator huyu. Sasa dereva alipofika nyumbani, baba ikabidi aulize, kuna kitu gani ambacho kilitokea njiani wakati mnakuja? Kuna gari ilikuwa inatufukuzia, sio ile ya siku zote lakini hii ilikuwa ni Toyota. Mzee akashukuru kwa taarifa kisha dereva akasepa. Upande wa pili huku huyu dada hapa anaitwa Kachi. Leo akiwa barabarani kuna watu wakamvamia lakini alikuwa fiti kinyama. Akawatuliza pale, wengine wakakimbia kabaki na mtu mmoja. Kachi huwa anafanya kazi ya ulinzi kwenye moja ya kampuni ambayo ni mashuhuri sana hapa nchini Nigeria, na anaishi na familia yake ambapo anaishi na mama yake pamoja na mtoto wake mdogo. Leo ametoka zake mishemishe akamkuta mama bado hajalala. Alikuwa anamsubiri yeye tu. Sasa Kachi amekuja na vijizawadi kidogo hapa. Akamuulizia mwanae Lili kama bado hajalala, lakini akaambiwa kuwa tayari ameshalala. Kisha akasepa zake. Mama amekuja hadi chumbani kwa Lili, lakini alivyomtazama alikuwa bado hajalala, anajifanyisha tu. Umekamata watu wabaya leo? Ndiyo. Umetumia bunduki? Hilo swali sio saizi yako wewe. Mama akamtuliza mwanae pale na kumtaka pumzike. Upande wa pili huku Olumide amekuja jikoni kwa mfanyakazi wao na kumwomba amwandalie glasi 2 za wine, kwani kuna wageni. Ghafla kengele ikagongwa. Huyu msichana mjinga sana, nimemwambia akifika asipige kengele. Fanya haraka sasa, mzee ashakataa kuleta wanawake zako humu. Nani mwanamke wangu? Kilichotokea hapa ni mimi na wewe tu, nitakupa kitu sawa? Kisha mchizi akaenda kufungua. Iliingia pisi moja ya kwenda unaambiwa. Leo Kachi akiwa na mwanae aende shule, akaokota simu ikimtaka afike nyumbani kwa senator. Ikabidi bibi ampeleke mtoto shule. Wakamsisitiza sana pale ale, lakini akagoma kinoma. Ikabidi Lili amlazimishe mama yake kula. Baada ya sherehe za kutosha, asubuhi mchizi ameshtuka na kumkuta mwanamke bado amelala. Huyu mwanamke mpuuzi sana. Wewe hebu amka usepe, vaa nguo zako usepe, una dakika 5 tu za kujiandaa hapo. Mchizi akiwa anamtoa mchumba ndani akakutana na mshua wake hapa akiwa na Kachi. Senator alimkata jicho la kwenda ya ndogo. Dogo akaanza kujieleza tu, huyu ni mfanyabiashara mwenzangu tu, bado nasubiri nini hapa? Sepa, huyo ndio kijana wangu bani. Senator leo anamtambulisha Kachi kuwa atakuwa mlinzi rasmi wa mwanae, lakini Olumide hakuonyesha kupendezwa na hili kabisa. Kwa nini niwe na bodyguard mwanamke mimi? Kwani mimi ni Davido au? Mzee alimwambia dogo kuwa kuna watu wanamfuatilia licha ya kuwa yeye sio mwanasiasa, lakini dogo akawa hataki kabisa bodyguard.